sijakomaa. Pia Ethan aliahidi kuwa nami milele, lakini amebadili mawazo yake hivyo hivyo. Ninamchukia. Maneno ya Lisa yalikuwa na ladha ya uchungu. Mwisho wa sentensi yake, Lisa alianza kulia. Akiwa ameshika glasi, alichukua mikupuo kadha ya mvinyo na kuruhusu machozi ya uchungu kumwagika machoni mwake. Wakati huo, alianza kuhisi kizunguzungu kidogo. Usinywe pombe kupita kiasi, una kichwa chepesi sana. Utajisikia vibaya ikiwa utakunywa kupita kiasi. Pamela alimpa angalizo. Alinyakua glasi ya mvinyo ya Lisa, kugeuza mawazo yake kutoka kwake. Baada ya hapo, alitazama macho yake kuzunguka baa. Kamwe hakutarajia kumwona mtu aliyemjua. Haya, tazama hapo. Pamela alimsuka Lisa na kumwonyesha mtu aliyekuwa keti pembeni. Licha ya mwanga hafifu kwenye kona hiyo, mtu huyo alionekana vizuri. Alivaa suti ambayo haikufaa kwa mazingira hayo. Alivaa suti maradi ya kibiashara. Mwanamume huyo alikuwa amefumba macho yake na alikuwa ameegemea kochi, akitoa nuru ya urembo wakati mwangaza wa taa ambayo ilikuwa ikimzunguka ilimwangazia mara kadhaa. Alionekana mvutio sana. Hivyo uso wake ulikuwa mzuri kama masanamu yale yanayovalishwa nguo kwenye maduka za Iza, kuitangaza kwa wateja. Baada ya kumtazama, Lisa alikwepusha macho yake kutoka kwake. Hata akiwa mzuri gani, siko katika hali ya kufurahia chochote kinachopendeza macho sasa hivi. Ninajaribu kukuambia kwamba mtu huyo ni mjumba wa Ethan, Pamela alimwambia. Lisa alipigwa butwa kwa muda. Unajua ni uhuru? Ethan hapo mbali aliwahi kumwambia Lisa kwamba alikuwa na mjumbe wake mtajiri sana. Huo ni biashara za kina merchant za nchi za nje, kwa hiyo Lisa hakuwahi kumuona. Ndiyo, nina hakika ni yeye. Kaka yangu alinionyesha tulipohudhuria hafla ya chakula siku moja. Nikasikia ni kijana mdogo na ana pesa sana, hata baba yake Ethan hamfikii kwa utajiri alionao. Siku chache zilizopita nikasikia kwamba alikuwa amerudi Bongo. Macho ya Lisa yakaangaa, mara yakapata wazo lililomjia kwenye kichwa. Naam, unafikiri nitakipata ikiwa nitaolewa na mjumbe wa Ethan? Kwa ustusho Pamela akapenyo mvenyo. Unasema hivyo tena? Lisa alimtazama kwa makini tena kijana aliyevutia, kisha akafafanua hoja yake kwa Pamela. Kwa kuwa siwezi kuwa binti mkeo wa familia ya Law, nitakuwa shangazi yake Ethan tu kwa kuolewa hana mjumbe wake, nipate nafasi ya kuwakomesha Ethan na Lina wake. Pamela alipigwa butwa kwa muda, basi baada ya kufikiria kwa undani hoja ya Lisa, yakaona imekaa poa. Akamwonyesha Lisa dole mara moja. Yeye ni mzuri sana kwa kweli, niko upande wako. Muonekano wa mjumbe wa Ethan ni mkamilifu. Hata Ethan si mzuri ukimlinganisha naye. Utajiri na uwezo wake pia unazidi ule wa familia ya Law. Utakuwa umejiheshimisha sana ukiolewa na huyu kijana. Pamela zidi kuchombeza. Lakini je, utawezaje? Lisa alizidi kuchangamka na maneno ya uchochezi ya Pamela. Akili yake ikapagawa namna ya kumpata huyo mtu. Ninahitaji kukukumbusha kwamba unapaswa kupata mume bora, msomi, mwenye pesa au nafasi yako katika kampuni ya Kibo